رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر ولم أدر من حيرتي هلال الدجى من هلال البشر فلولا التورد في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر لقلت الهلال الحبيب والحبيب هو القمر صلوا على الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kurudisha shukrani tena kwa Bwana Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kukutana mwaka mwingine ndani ya jalsa la kheri kama hili, kwani wangapi tulikuwa na wao mwaka jana, lakini kwa dhurufu mbalimbali hawakuweza kuhudhuria na sisi. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba yafasiri umoja katika jamii ni haya maulidi. Wewe angalia kuafikiana tu namna kawanda la Madina lilivyopakata, si upande wa wanawake si upande wa wanaume. Angalia harakati mbalimbali toka na jana vijana wa Madina walizosimama nazo, si mihadhara, si leo kukua nazafa, si kurekebisha makawanda, sio kupamba hili kawanda. Lengo na madhumuni ni kumsharifisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sisi kiupande wetu tutaweza kutambua kuwa alhamdulillah umoja tuko nao. Hapa nikitambua kuna nyuso mbalimbali, kuna watu na makami yao, kuna watu na heshima zao, kuna watu na daraja zao, na baro wenzangu pia walionipita kiupande mmoja ama mwingine. Kwa hiyo kusimama hapa isidhihirike kuwa mimi ni bora kuliko wengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Taif baada ya kupurwa mawe alinyenyekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, akaomba dua, Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas, na kudharaulika kwangu kwa watu. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mimi ni mwenye kudharaulika mbele za watu, Mtume akusema wa hawanu nasi alayya, na kunidharau mimi watu ingawa ni mtukufu. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajishusha kwa marhala kama hini, sisi ni nani tujipandishe mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nimesimama hapa kwa madhhar munayoiona, madhhar ya kibarobaro. Kwa hivyo mutanisameh masamaha walioko hapa, nipatieni huria kidogo ya kuzungumza kibarobaro. Kabla sijasema dori za mabarobaro, umuhimu wa mabarobaro katika mujtamai, pengine na changamoto zao na vipi watapata recognition, kwanza ningependa kumtambua huyu barobaro katika mujtamai ni nani. Katika protocols za kimola Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba viumbe tofauti tofauti, si binadamu, si wanyama, si miti na vingine tunavyovijua. Na hawa wanadamu katika kuumbwa kwao kuna structures tofauti Mwenyezi Mungu amewapatia. Wewe uko na moyo wako, uko na nywele zako, uko na rangi yako, uko na ngozi yako, na kwa hikma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kajalia nilicho nacho mimi hakiwezi kuwa sawa ulicho nacho wewe. Moyo wako hauwezi kuwa kama moyo wangu, rangi yako haiwezi kuwa kama rangi yangu. Zote zimewekwa kwa mikias na hikma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka kitu kimoja ambacho kwamba ni common kwa wanadamu wote, nao ni akili. Ndugu zangu Waislamu, sio wote walioumbwa na akili wako na afya ya akili. Sio wote walioumbwa na akili wako na afya ya akili. Afya ya akili tuweza kusema akili ya cheka, akili ya lia, akili ya penda, akili ya chukia, akili ya kubali, akili ya kataa. Lakini linalochukua mizani zaidi katika masala ya afya ya akili
ni kujitambua wewe katika mujtamai ni nani. Na mabarobaro wengi hawana afya ya akili, washindwa kujitambua katika mujtamai. Ukisha kujitambua katika mujtamai, mimi kama daktari wa hapa nafaa niangalie mambo gani nayataka, na katika hayo ninayoyataka ni yapi yanayotakikana. Mimi kama kijana wa mujtamai katika hii marhala yangu ya ujana ni mambo gani nayataka, na katika hayo ninayoyataka ni yapi yanayotakikana. Ndugu zangu Islam, kijana ni mtu ambaye kwamba ameumbwa yuko katika udhaifu mbili. Katika hadithi yake, inna Allaha ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka, la yu'jibu minashab, Mola subhanahu wa ta'ala yumpenda barobaro alladhi laysa lahu sabwa, barobaro ambaye kwamba hana kupotoka na hana kuharibika. Na huku kuharibika katika ubarobaro na kupotoka katika ubarobaro kuna masala mawili lazima yashughulikiwe. Jambo la kwanza, kuna kitu chaitwa social response. Nini maana social response? Social response ni namna ya mujtamai tunavoraddi maoni na changamoto mbalimbali wanazozipitia mabarobaro. Mama muuza viazi ni katika mujtamaa. Ustadhi imamu wa msikitini ni mujtamaa. Ami mwenye kufanya kazi ya boda pia ni mujtamaa. Mimi kama kijana nimekufuata wewe, ni mtu mwenye murua, nina changamoto katika masala ya elimu, utanisuluhishia vipi changamoto yangu? Mimi kama kijana nimekufuata wewe MC, niko na shida ya kielimu, utanisaidia vipi katika elimu yangu? Mimi kama mtoto nimekufuata wewe ami, nataka kuoa, utanipatia vipi ushauri katika masala ya kuoa? Tena kabla sijasahau, Ustadh Hassan ananiambia mimi nikitiania nikija hapa nitapata mke. Kwa hivyo sijui kama umeniandalia baada hapa Mpemba nani, mimi nikitoka lazima tutatoka na yeye. Ndani amesikia mwenyewe. Kwa hivyo social response tuitengeneze vizuri hii social response. Pia tuangalie uslub mzuri katika kuwarekebisha hawa vijana, kwa sababu hawa vijana wako katika stage ambayo kwamba damu yao iko moto, ni wepesi wa kuchukua maamuzi tena yasokuwa na maana. Kijana mmoja aliingia msikitini, watu kawa waswali, bahati mbaya simu yake ikawa yaita kwa sauti, tena kwa tone na nyimbo ambazo kwamba haziko katika mujtamai. Basi baada ya kupiga salamu, imamu mkali kweli kweli akashika speaker, akamkejeli, akamrekebisha, akamwambia wewe umetuharibia swala zetu zote hapa msikitini. Jambo kama lile likamkera huyu kijana, kwa yuathirika na yale maneno aliambiwa na imam. Kwa nini imam asinifuate peke yangu akanieleza ingawa ni kosa nimelifanya? Basi kijana kama yule akireka na yale mawazo, atoka nje, shetani yuamvuvia, amwambia ukitaka kutoa stress wewe nenda baa kapige kopo lako moja. Basi kijana kama yule akalekea baa. Yule bartender mwenye kuletea watu zile vinywaji akimpatia kile kikombe, bahati mbaya kile glasi kikaanguka kikavunjika. Baada ya kuvunjika, yule mwenye kuleta tembo amwambia, samahani, hili kosa ni langu, usifanye wasiwasi, mimi nitasafisha tena nitakuletea na kikombe chengine, hichi hutokilipia. Akamkabili kwa upendo, akamkabili kwa ihtiram. Kawa hizi kadhia mbili za mpiga huyu kijana. Mimi nimeingia msikitini, nimekejelewa kama ambaye kwamba sijui dini. Nimeingia baa siku moja, angalia mwenye baa namna alivyonikirimu. Akasema na mimi kuanzia leo kila kipindi cha swala takuwa nikipiga kopo. Social response tuitengenezeni vizuri. Masala ya wazazi. Wajua watu wengi masala fulani yakielezewa wapenda kujitoa kutokamana na mada. Wa iyaka a'ni fasma'i ya jara. Wazazi mlioko hapa, wazazi wetu, siku zote jua ikitaka kufanya kazi ya mwezi kuna kushikwa kwa mwezi, na vile vile mwezi ikitaka kufanya kazi ya jua kuna kushikwa kwa nini? Kwa jua. Na vile vile baba nyumbani akitaka kufanya kazi ya mama katika ulezi kutashikwa kwa mzazi, na vile vile mama nyumbani akitaka kufanya kazi ya baba katika masala ya ulezi atashikwa baba. Ingawa sisi twajua kuwa masala ya ulezi anayecheza dori kubwa ni mama,
lakini ile percentage kidogo ambayo kwamba ni ya baba, simama kama baba, utekeleze wajibu wako. Analysis ya watoto wingi walioharibika katika mujtamai, haya masala ya wizi, haya masala ya vipanga, haya masala ya mboko, chunguza katika utekelezaji wa ulezi wa wazazi wawili. Siku zote wazazi mlioko hapa, mwana hutizama kisogo cha nina, huwa yomwangalia mamake ama pengine babake namna anavyojieka. Ukitengeneza mandhari ya elimu nyumbani, mtoto wako atapenda kusoma. Ukitengeneza mandhari ya swala, mtoto wako atapenda kuswali. Wenyewe watuambia idha raaita rabbal baiti bitubuli dhariban, ukimuona baba mwenye nyumba yuapiga ngoma, fala ta'jibanna idha raaita alwalada la'iban, usishangae ukimuona mwana afanya nini, acheza. Nikimalizia fungamano la mabarobaro na masala ya dini, siku zote huwezi kufahamu dini kama una fikra haribifu. Huwezi kufahamu ibada na taa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kama una fikra haribifu. Na vijana wingi automatic fikra zao ni fresh, lakini zimeingiwa kimpango na kukorogewa zikaharibika, kawa hawataki masala ya dini. Tukitolea mfano halian, sasa tunaona watoto wetu wafanya KCSE. Mzazi amshauri mtoto wake, amwambia mwanangu, fanya bidii upate grade mzuri. Ukipata grade mzuri, mimi ndiko radhi nikamwangukia yoyote, nikutafutilie scholarship, ufanye kozi yoyote unayoitaka. Lakini ujue ukifeli tu, ukipata D, ukipata E, nitakutafutilia markaz uende ukasome madrasa. Ukifeli nitakutafutilia masala ya kidini nikupeleke nikuchokomeze kule. Angalia namna tunavyoharibu fikra za watoto. Tumeingia kifikra. Yani success iko upande wa dunia, lakini failure iko upande wa kinini? Tena hapa watilka al-amthalu nadhribuha linasi, wazazi wapenda kuitumia sana. Watamwambia huyu kijana, wewe muangalie ustadhi fulani anavopita na kuomba katika mitandao, wataka kuwa kama yeye. Kwa hivyo fanya bidii upate grade mzuri. Angalia imamu wa msikiti fulani anavopigania nyama mfungo 3, wataka kuwa kama yeye. Kwa hivyo tumewatengenezea picture hawa watoto na vijana kuwa dini ni maondoleo na sio maendeleo. Kuwa dini ni maondoleo, tawatoa katika mujtamai. Ukishikamana na mambo ya dini utadhalilika, lakini ukishikamana na mambo ya kidunia utapata ufanisi. Lakini hiyo sio sawa. Sisi ndio watu ambao kwamba jambo la kwanza tunafaa tushikamane nalo ni masala ya dini, tujaze vifua vyetu imani. Angalia Mola Subhanahu wa Ta'ala alipowapatia recognition hawa vijana katika Al-Qur'an Al-Karim, innahum fityatun amanu birabbihim. Ingawa kuna maana yake ya nyuma na kuna maana zake za mbele, lakini kwa siyaki inavyodhihiri tu innahum fityatun amanu, jambo la kwanza tu baada kupatiwa recognition kuna masala ya imani. Kwa hivyo Allah mabarobaro wenzangu, vijana wenzangu, una manzila yako miongoni mwa watu ambao kwamba siku ya kiyama Mola Subhanahu wa Ta'ala sema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, shabun nashaa fi ibadatillah. Mabarobaro wenzangu, tushikamane na masala ya dini. Jambo la kwanza dini ni letu kabla ya kufika kwa wazee. Kwa haya machache tumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.